kinatokea unapokuwa katika when neno? you listen the word of God. Nini kinatokea unaposikiliza neno la Mungu? Under the teaching of the word of God. Nini kinatokea unapokuwa chini ya mafundisho ya neno la Mungu? This is very important. Hili ni la muhimu sana. The word of God, neno la Mungu, is something very important for us to gather here in the church. Neno la Mungu ndio jambo la muhimu la sisi kukusanyika hapa kanisani. We are breaking bread by listening the word. Tunavunja mkate kwa kulisikiliza neno. One of the things that we are supposed to continue to abide in it every day, moja ya jambo ambalo tunapaswa kudumu kila siku, is the teaching of the word, mafundisho ya neno la Mungu. Now it's very sad that in the church, sasa ni mbaya sana kwamba katika kanisa some people, baadhi ya watu, are not interested with the word of God. Hawapendi kulisikia neno la Mungu. They just need you to pray for them. Wanataka tuwe waombee. That's why they have attended many churches. Ndio maana wamehudhuria makanisa mengi. If you mention any church here in Dar es Salaam, ukitaja kanisa lolote hapa Dar es Salaam, where they say come we'll pray for you, wanaposema njoo tutakuombea, they have attended this church. Tayari wameshahudhuria kwenye hayo makanisa. And yet they are not free. Lakini bado hawako huru. And some they are here now. Na baadhi yao wako hapa sasa. But here we want to assure lakini you, hapa tunataka the perfect liberty, uhuru kamili. And this liberty, na huu uhuru, it comes with a different way, unakuja na namna tofauti, which is the right way, ambayo ni njia sahihi. That is the word of God. Na hiyo njia ni njia ya neno la Mungu. Jesus said to those Yesu alisema kwa Wayahudi, aliwaambia Wayahudi, he told them, aliwaambia, and those Sadducees, na wale Mafarisayo, he told them that you shall know the truth, aliwaambia mtaijua kweli, and truth shall set you alafu free. Kweli itawaweka huru. So it is the truth that will set you free. Kwa hiyo ni kweli ndiyo inayomweka mtu huru. It is the truth that will set you free. Ni kweli ndiyo inayomweka mtu huru. So when you go to church, kwa hiyo unapokwenda kanisani, you go to grow in the truth. Unaenda kukua katika kweli. And that truth is the word of God. Na hiyo kweli ni neno la Mungu. The warning for the last days, onyo la siku za mwisho, is about deception. Ni kuhusu udanganyifu. So the power to sustain the last days, kwa hiyo nguvu ya kuweza kudumu katika siku za mwisho, truth, ni kweli. Are we together? Tuko pamoja watu wa Mungu. The warning about last days, maonyo kuhusiana na siku za mwisho, is about deception. Ni kuhusu udanganyifu. So the power to sustain the last days, kwa hiyo nguvu ya kudumu kwenye siku za mwisho, is truth. Ni kweli. Not miracles. Sio miujiza. Yes, miracles will happen. Hiyo miujiza itatokea. But they are fake ones. Lakini iko miujiza ya uongo. Not just prayer. Sio tu maombi. Yes, you are supposed to pray. Ndio unapaswa kuomba. But there are wrong ways. Lakini kuna njia ambazo sio sahihi. The power to sustain. Lakini nguvu ya kukudumisha na kutunza. The power to overcome. Nguvu ya kushinda. Is truth. Ni kweli. You don't fight darkness. Haupigani na giza by using water. Kwa kutumia maji. You don't sprinkle water. Haunyunyizi maji at night usiku so that ili giza liondoke. No. Hapana. You switch on the light. Unawasha taa. So it is the light that overcomes darkness. Ni nuru ndiyo inayofukuza giza. Now, you don't overcome deception. Sasa haushindi udanganyifu by just doing miracles. Kwa kufanya miujiza. You overcome deception. Unashinda udanganyifu by having truth. Kwa kuwa na kweli. Because the enemy of the truth is deception. Kwa sababu adui wa kweli ni udanganyifu. And the power that overcomes deception is truth. Na nguvu inayoshinda udanganyifu ni kweli. So if you are not rooted in the word of God, sasa kama hauna mizizi katika neno la Mungu, you are lacking the important elements of truth. Unakosa mambo muhimu ya kweli ya Mungu. Now you'll be one of victims in deception. Wewe utakuwa ni moja wa wahanga wa udanganyifu. Are you listening? Unasikiliza? The Bible says in the book of Timothy. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo. Paul was warning by the Spirit of God. Paulo anatoa onyo kwa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. In the last days. Anasema katika siku za mwisho. In the book of 1 Timothy chapter 4 from verse 1. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Timothy chapter 4. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Verse 1.
If you are together, say amen. Kama tuko pamoja sema amen. Let's read together. Tusome kwa pamoja pale. 1, 2, 3. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho. Nyakati gani? Nyakati za mwisho. Wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Are you there? Uko pale? Are you there? Uko hapo? So these are the prophecies of the last days. Huu ni unabii wa siku za mwisho. That in the last days, kwamba kwenye siku za mwisho some shall depart from faith. Baadhi watajitenga na imani. So these are those people. Sasa hawa ni aina ya watu ambao who at first time they clearly heard about Jesus. Mara ya kwanza walisikia kuhusu Yesu. They clearly heard about faith. Walisikia vizuri kuhusu imani. They believed. Wakaamini. But because of having the ears of searching things, lakini kwa sababu ya kuwa na masikio ya utafiti, they went there and there, walienda pale na kule, and they found themselves on the hand of the enemy. Mwisho wakajikuta kwenye mikono ya adui. They were seduced. Wakadanganyika. Now, this seduction is not by the mind of men. Sasa huu danganyifu sio kwa akili za kibinadamu. No, the Bible says is by the seducing spirit. Biblia inasema ni kwa roho zidanganyazo. So spirits can seduce people. Kwa hiyo roho zinaweza kudanganya watu. Now for a spirit to seduce you, sasa ili roho iweze kukudanganya, it doesn't necessarily require a person in the body. Sio lazima iwe ihitaji mtu kwenye mwili. No, it can come even something can enter, a demon can enter a person. Ni pepo linaweza kumwingia mtu. It can seduce a person. Alafu hilo pepo likaanza kumdanganya mtu. And you start to see things in another way. Alafu kaanza kuviona vitu kwa namna nyingine. So someone taught you the truth. Kwa hiyo kuna mtu ambaye alikufundisha kweli, but now you have departed. Lakini sasa umejitenga na imani. Because of this. Kwa sababu ya udanganyifu. Because the weapon of the enemy. Kwa sababu silaha ya adui is deception. Ni udanganyifu. He deceive you. Ni kukudanganya. That's why it's very easy for people to attend to witch doctors. Ndio maana ni rahisi watu kwenda kwa waganga wa kienyeji. More than to go to the church. Kuliko kwenda kwenye kanisa. When they come to church, wanapokuja kanisani, know that they have already attended to witch doctors. Fahamu kwamba ni kwa sababu wameshaenda kwa waganga. So they found no help. Sasa wamekosa msaada. Now they come to church. Wameamua waje kanisani. Why are they easily going to witch doctors? Kwa nini wanakwenda tu kiurahisi kwa waganga? Because of the seducing spirits. Kwa sababu ya roho za udanganyifu. So they are seduced. Wamedanganywa. To find help. Kutafuta msaada. From darkness. Kwenye giza. And not from light. Na sio kwenye nuru. Now they are blinded. Na sasa wamepigwa upofu. They can't even see what disturbs them. Hawawezi kuona nini kinawasumbua. I pray for you in the name of Jesus. Ninakuombea katika jina la Yesu. I say I pray for you in the name of Jesus. Ninakuombea katika jina la Yesu. You will not be deceived. Hautadanganyika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May your heart open to the truth of the word. Moyo wako ufunguke kwa ajili ya kweli ya neno. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. If you believe, say amen. Naamini, sema amen. Hallelujah. So when you listen the word of God, sasa unaposikiliza neno la Mungu, number one, na jambo la kwanza, what happens? Nini kinatokea? When you hear the word of God, unapolisikia neno la Mungu, you be launched to the liberty and freedom of the spirit. Namba moja, unatambulishwa na unaingizwa katika uhuru. The liberty of the spirit. Unaingizwa katika uhuru wa kiroho. Now when you believe Jesus, sasa unapomwamini Yesu Kristo, you are free. Uko huru. Because Jesus said, kwa sababu Yesu alisema, when the Son of Man set you free, anasema mwana wa Adamu akikuweka huru, you shall be free indeed. Utakuwa huru kweli kweli. That is John chapter 8 verse 36. Hiyo ni Yohana 8:36. When the Son of Man set you free, mwana wa Adamu akimweka mtu huru, he shall make you free. Mtu huyo atakuwa huru. And he shall be free indeed. Atakuwa huru kweli kweli. So Jesus Christ, kwa hiyo Yesu Kristo, once you believe Jesus, unapomwamini Yesu, you are into the liberty. Wewe upo katika uhuru. But Jesus said, Yesu anasema in verse 13, kwenye mstari wa 10, mstari wa 30, utaifahamu kweli, truth shall set you free. Alafu kweli itakuweka huru. Yes, you believe him.
Kwa hiyo ndiyo unamwamini, but for you to walk in liberty, lakini ili wewe uweze kutembea katika you must uhuru, hear the word of God. lazima ulisikie neno la Mungu. That's why we have some people in the church, Ndio maana tunao watu ndani ya kanisa, but some they are still slaves. lakini baadhi yao bado ni watumwa. Some are slaves of wrong doctrine. Kuna wengine ni watumwa wa mafundisho ya Some uongo. are slaves of the law. Kuna wengine ni watumwa wa sheria. They are slaves of Torah. Wengine ni watumwa wa Torati. They are still in the church. Wako kanisani, They are still preaching about trousers and lakini wigs. bado wanahubiri mambo ya mawigi na suruali. You know, that is slavery. Huo ni utumwa, But they are not aware. lakini hawajui, Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema are seducing spirits. kuna roho So zidanganyazo. they seduce. There is the way they twist your Kuna mind. namna zinaudanganya ufahamu wako. That's why we have people, we have some denominations. Ndio maana tuna watu, tuna baadhi ya dini na madhehebu They say there is no healing. yanasema hakuna uponyaji. That's a lie. Ni uongo, There is no healing. hakuna uponyaji. They are just stage managing people. Wanasema hao wanawapanga tu watu. You prayed for someone and received healing. Tulimwombea mtu akapokea uponyaji. That's a lie. Huo ni uongo. And it's very sad because some people in the church Na inasikitisha sana kwa sababu baadhi ya watu kwenye are kanisa shouting amen, wanaitikia amen, but still they don't believe. lakini bado hawaamini. They don't believe Hawaamini. healing, Hawaamini be uponyaji. healed from HIV, Unaamini kuponya kutoka kwenye ukimwi? from cancer. Unaamini kupona kansa? Do you believe? Unaamini? Someone sent us a testimony. Kuna mtu mmoja alitutumia ushuhuda. She was a stage 4 cancer patient. Alikuwa yuko kwenye kiwango cha 4 cha kansa, cha saratani. If you looked at her the way she was, Ukimwangalia alipokuwa anaugua saratani, she became very skinny, alikuwa mwembamba sana, and even hairs was out of her head. na nywele zake zilinyonyoka kwenye kichwa. She was about to die. Alikuwa anaelekea But kufa, now she's healed lakini sasa amepona by just a prayer of a man. kwa maombi tu. Now, the Sasa, question is, huyo mtu, the question swali ni is not kwamba about clapping. sio kupiga makofi, It's not about saying amen. sio kusema tu amen. The question is, Swali ni kwamba, do you believe? je, unaamini? Do you believe? Je, unaamini? You know, you come to church, Unakuja and kanisani, even some they say, I want to receive na healing, kuna watu wanakuja wanasema sasa nataka kupokea and uponyaji, still they doubt. lakini bado wana mashaka They kwenye don't mioyo yao, believe. hawaamini. The word of God, Neno la Mungu, the word of God neno la Mungu opens a door linafungua mlango of your liberty, wa uhuru wako, and it assures you na to linakuhakikishia walk in the liberty kutembea katika as a uhuru free person. kama mtu huru. So Kwa hiyo you cannot be free indeed. huwezi kuwa uhuru kweli kweli, You can never free indeed huwezi kuwa huru kweli kweli if you don't abide in the word of kama God. haukai kwenye neno la Mungu. Whether you are an apostle prayed for you, Hata kama mtume whether a alikuombea, prophet prayed for hata you, kama nabii whether alikuombea, he gave you something, hata kama alikupa kitu, that one can't assure you your huyo liberty. hawezi kukuhakikishia It is uhuru wako. the word of God. Ni neno la Mungu, That's very important. hilo ni la muhimu. Amen. So you don't just come to church like you attended a shrine of a witch doctor. Kwa hiyo hauji kanisani kama mtu anayekwenda kwenye madhabahu ya mganga. No, Hapana, you come to church unakuja kanisani as a student kama mwanafunzi who went to register ambaye amekuja kujiandikisha as a form 1 student kama mwanafunzi wa kidato cha in kwanza that school. katika shule. So after Kwa registration, hiyo baada ya kujiandikisha, we expect to see you tunategemea kukuona every days of classes. kila siku ya darasa. You attend classes Unahudhuria darasani and you receive the teaching na of your teacher. unapokea mafundisho ya mwalimu We wako. expect to see you. Tunategemea kukuona You have a teacher. unaye mwalimu, You have someone who teach you. una mtu anayekufundisha. You'll be free indeed. Utakuwa huru kweli kweli. Hallelujah. Number 2, Namba 2, when you are in the word of God, unapokuwa katika neno la Mungu, you undergo transformation. unapitia mabadiliko au Transformation mgeuko, of the mabadiliko. renewal of the mind Kunakuwa na kufanywa upya kwa nia and the yako, inner transformation. na utu wako wa ndani unafanywa Now upya. when your mind is renewed, Sasa